Mama leo ameamka uso wake una huzuni, kuna mgogoro kati ya yeye na baba. Wako pale kulipiza kisasi. Na it is biblical. Katika Biblia walirithishwa visasi, kwamba hakikisha huyu mtu unamtendea hivi. Wanaume, Mungu atusaidie sana. Yale tunayotenda kwa wake zetu, watoto wanaandika. Na wanawake, Mungu awasaidie. Yale mnayowatendea waume zenu, watoto wanaandika. Maana wanaoteseka sio wanawake tu, hata wanaume wapo wanaonyanyasa, wanawake wapo wanaonyanyasa waume zao. Unakuta mwanaume anahangaika, ameachiwa hapo kitoto kidogo, mama amekimbia anaenda kupiga umalaya. Baadaye ukizeeka, si sasa hivi unaona kasura bado kanawaka, kuna saa itafika mahali ambapo hauna furaha katika hayo, sura imeshashuka, mashavu yameteremka kama pazia, hauna cha kufanya, itabidi urudi kwa watoto. Na ukirudi watoto wakasema hatukuelewi. Na watia moyo, wakati wa ufalme wako cheza vizuri. Namba 2 ni ufalme wa mama. Watoto wanakuwa wameshaanza kuwa wakubwa. Wa mama mlio na umri wa miaka 50 na kuendelea, mnisikilize, hii inaweza kuwa inawahusu sana. Wakati wa ufalme wa mama, watoto ni wakubwa, baba nguvu zimeanza kupungua, baba anabaki mpweke, kwani watoto wanakuwa wameshamzoea mama. Na ndio maana ngoja niwaambie wanaume wale ambao bado mnazaa, weka mazoea na watoto wako. Usitafute mazoea baada ya kuwa umeshazeeka. Ukienda sokoni, rudi na kakitu. Niliwaambia wakati tunaanza, shida yetu sisi wanaume, unaweza ukatoka sokoni na vikaranga vya 500, unatafuna. Ukikaribia nyumbani unaweka kituo, unakula mpaka zinaisha, ndipo nafika nyumbani. Lakini wanawake ni wajanja, akikaribia nyumbani, akigundua zinataka kuisha, anafunga kwenye kakitenge, anapelekea watoto. Wanaume, amkeni, tengenezeni urafiki na watoto kingali bado mna nguvu. Msianze urafiki baada ya kuzeeka. Ni sawa na mstaafu ambaye hajazoea biashara, eti baada ya kustaafu amepokea milioni 100 ndipo anataka afungue biashara. Jizoeze biashara kabla ya kustaafu. Kwa hiyo sikiliza, cheza vizuri mwanamume wakati ukiwa na nguvu. Maana watoto huwa wanabaki wameambatana na mama. Ndio yale utasikia wanasema, mama njoo huku Arusha, mjukuu wako ana mafua. Mama anakimbia. Unadhani akifika Arusha atakula nini? Mchicha. Anatandika supu, lazima kuku adondoke. Wewe unabaki na mchicha wako hapo Chunya, siji wapi hapo, unabaki kulia. Halafu akishafika huko unashangaa mwingine huko anasema, mama usirudi nyumbani. Hapa Tanga mkamwana wako amejifungua, njoo mkande. Nilikuwa namwambia mke wangu, sikiliza, yani huo mchezo mimi sitakubali. Ukiitwa kwenda kumkanda mkamwana, na mimi naenda kukanda kijana wangu. Hakuna naye baki nyumbani. Kwa sababu wafundishaji wa ndoa wanasema, mama akiwa mjamzito na baba naye ni mjamzito kabisa. Mama akijifungua na baba amejifungua. Kwa hiyo wote wanahitaji kukandwa. Msibaki majumbani Kwa hiyo katika ufalme wa mama ndiye anayesikilizwa sana. Lakini sikiliza, sauti inayosikika na kuaminika wakati watoto wanapokuwa wakubwa ni ya mama. Mama akiwaambia anataka kitenge, kitakuja ndani ya dakika 1. Lakini wewe baba utafunga na kuomba, hata suruali haitakuja. Na ndio ule muda niliwaambia, wakiwatembelea wanawapa zawadi separate. Wanamuita mama jikoni, wanampa zawadi, na wewe baba anakuja sebuleni, wanakupa zawadi. Wanamwambia mama hii hapa 100,000, alafu wewe wanakupa 20,000. Na kwa sababu unajifanya una upendo, unamuita tena mke wako, mke wangu njoo, hivi na taarifa watoto wametupatia hela. Mama anashangaa, kumbe wamewapa hela. Anasema hii hapa 20,000 itunze. Mama anakuwa na 120,000, wewe unabakiza mazagazaga tu. Mama, sikiliza sasa wanawake, katika hatua hii, kwenye hatua hii ya ufalme wako, na hii ni ya muhimu sana. Kama uliwahi kufanya hili kosa, mama, kwenye ibada ya leo omba kuungama. Kwenye hatua ya ufalme wako mama, usilipe kisasi kwa mume wako kabisa. Usiseme mimi alinitesa, alinyanyasa, kwa hiyo watoto wangu muacheni afe peke yake. Unakosea. Na ninyi wa mama, msiwapandikizie watoto wenu maneno ya kinyongo dhidi ya baba zao. Hiyo ni damu yao. Wengine wanawaambia, mnaona tunakula hapa mchicha, baba yenu ndiye mkorofi, hajaleta hela. Na wengine mnaenda mbali, hata ukiwa unakaosha katoto, hebu tulia mimi nikoshe, unanisumbua na baba yako hajaleta sabuni mahali hapa. Sasa sabuni ya baba vinahusu nini kwa mtoto? Mnawatengeneza kuwa mashetani. Usipandikize maneno magumu kwa watoto wako. Twende mbele. Usimtenge baba na watoto wake.
Halafu simama kama kiunganishi kati ya baba na watoto wake. Kabisa, mama aliyeongoka naye mjua Mungu vizuri atawaambia ni kweli baba yenu nyinyi mlikuwa mnamuona hivyo, lakini hakuwa hivyo. Mimi nataka niwaambie mpendeni baba yenu, waunganishe. Halafu usichonganishe mume wako na watoto wako, usiwachonganishe. Ufalme wa watoto, tumalizie hapo. Ufalme wa watoto ni pale ambapo sasa wazee mmeshachoka. Miaka ya 70, 80. Yaani hauna uwezo wote. Una nyumba yako Dar es Salaam, hauna uwezo wa kwenda kuangalia wapangaji wadai kodi. Inabidi utume mtoto. Mtoto anaenda kudai kodi, kodi ni milioni 5. Kanarudi nyumbani na kauliza, Juma umeleta kodi ile milioni 5? Wamekupa yote? Anakuambia ndio nimepewa yote. Basi ninaiomba. Anakuambia ngoja kwanza baba twende taratibu. Nilivyofika kule nikakuta choo kilishabomoka, nimetengeneza kwa milioni. Naambia kwa hiyo imebaki milioni 4. Anakuambia hapana, usio na haraka. Nikagundua lile jengo halijalipiwa kodi miaka 3, nimelipa milioni. Kwa hiyo kabaki na milioni 3. Mzee tulia. Nikagundua milango ilikuwa imeharibika, milioni. Kwa hiyo zikabaki milioni 2. Mzee taratibu, sijakata nauli. Nikakata nauli 300,000. Kwa hiyo umebaki na milioni 1.5. Hapana mzee, nililala loji. Kwa hiyo hapa nina milioni 1. Mzee unapewa milioni 1. Baadaye unasema wewe ni kijana mwenye akili, umeileta milioni hii hapa 500,000. Unampongeza kwa 500,000, anakula milioni 4.5, wewe 500,000. Hicho ndicho kipindi tunasema ni kipindi wazazi wako kwenye umri wa mbwa, wanalala chini ya meza wanasubiri mifupa. Na ndio maana ngoja niwape kodi wazazi. Usitafute urithi wa watoto ukajimaliza. Ninapambana wasikose nyumba ya kubaki nao. Unapotafuta maisha usisahau kuishi. Jipongeze. Jitoeni out mke na mume. Vichwa vya watoto wenyewe ndo hawa wa kuachiwa urithi. Unawachia nyumba ya milioni 50, wanaenda kuiuza, wanacheza 3 mzuka. Kuleni maisha, tokeni out, watatafuta kwa akili zao kwa jina la Yesu. Wewe sema tu amina. Kuna mtu yuko hapa anashinda kwenye msitu, asema ninawalimia, ninawapandia paina, waje warithi. Yaani mpaka ameshapata vidonda vya tumbo, hali vizuri, wanangu wapate urithi. Urithi. Sikiliza, kama unatafuta maisha, kula maisha. Baadaye mbele ya safari kitaeleweka. Kwa hiyo watoto wakishafikia hatua hiyo, wana utawala wao. Makosa wanaoyafanya watoto ni haya hapa. Sijajua kama hiyo picha inaonekana vizuri. Ukiangalia mahali hapo kuna makazi ya wazazi na kuna makazi ya watoto. Kwa kile ambacho watoto wanakikosea leo na wanafuatwa na laana kubwa, ni mtoto nakuta yuko Dar es Salaam, yuko siji Mbeya, siji wapi, yuko kwenye nyumba za gharama pale na magari yako hapo. Wazazi wako pale wameshika shavu wanasema Mungu, tulizaa au mimba ziliporomoka. Ninatoa wito kwa wale mlioko hapa, nendeni vijijini kwenu mkawaangalia wazazi wenu wanaishije. Una kitanda cha milioni 5. Baba yako na mama yako wako kwenye kitanda ambacho kugeuka mpaka wahesabu 3. 1, 2, 3 tugeuke, ndipo wanageuka. Akijichanganya mmoja kugeuka bila taarifa, chini. Godoro limeshabonyea mpaka wakilala wanakusanywa kama wako kwenye mtumbwi. Lakini wewe uko kwenye magodoro ya mamilioni. Nendeni vijijini mkaangalia wazazi wenu kwa jina la Bwana. Vinginevyo baraka mtazipoteza. Uko mjini au basi. Ushauri wa leo ni huu hapa. Sikiliza, kitabu kinaitwa Child Guidance, ukurasa wa 287. Mama hapaswi kutafuta kuhamishia wengine mzigo wa malezi ya mtoto. Mwisho wa kunukuu. Usitafute kuhamishia binti wa kazi. Wewe unakula tu maisha na kanguo kamtoko, hafu binti wa kazi ndiye amevaa gudera kubwa na kunyonyesha mtoto. Mama sikiliza, zamu inakuja, utawatafuta watoto. Hapo anasema baba na mama wanawajibika mbele za Mungu kwa ajili ya utunzaji na malezi ya watoto wao. Tutajibu. Halafu anamalizia kwa kusema, lakini mtu yeyote asiyewatunza wa kwake, yani wale wa nyumbani mwake hasa, ameikana imani, tena ni mbaya kuliko mtu asiyeamini. Hata kama una resoni ya 2 nyumbani hautoe matumizi, kwa jina la Bwana jehanamu inakuhusu. Hata kama ungekuwa mtakatifu kiasi gani, kanisani unaaminika, lakini nyumbani hauwajali wa nyumbani mwako, wewe ni sawa na mpagani kabisa 100%. Wanaosema Mungu nisaidie nikasimame katika majukumu yangu, wasimame tuombe. Baba wa mbinguni, tusaidie katika hatua
mbalimbali katika hizi hatua tatu za ufalme. Kama baba afanye vizuri katika ufalme wake, kama mama hali kadhalika na watoto. Tusaidie kurudi katika mstari ulionyoka. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen.